Asifiwe mpendwa mtazamaji wangu na mpendwa msikilizaji wangu, ninakuletea ujumbe wa Bwana siku ya leo, na ujumbe wangu nasema uko uchi mbele za Mungu. Ujumbe wangu nasema uko uchi. Ukisoma maandiko kutoka kile kitabu cha Mwanzo, hasa kile kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 11, maandiko yanatueleza kwa habari ya mpango wa Mungu wa mwanadamu kwa mtu wa kwanza Adamu na Hawa. Maandiko nasema alipowaumba aliwapa vazi mara. Walipomwasi Mungu, maandiko nasema wakajikuta wako uchi. Mungu alipowatembelea katika bustani wa Edeni akiwa anatembea, maandiko nasema ulikuwa ni wakati wa jua kupunga. Mungu alipowatazama hakuona katika mahali alipoweka, akaita Adamu, uko wapi? Majibu ya Adamu yakasema ya kwamba tumejificha kwa sababu tu uchi. Mungu akamuuliza, nani aliyewaambia kwamba mko uchi? Nataka nikuletee ujumbe unaosema mwanadamu uko uchi mbele za Mungu. Unaposoma Biblia toka mwanzo, Mungu alipomuumba mwanadamu, toka mwanzo wa mianzo, hatusomi ya kwamba Mungu alimpa mavazi Adamu kama tunavyojua, mkini suruali, shati, suti, jinsi ama t-shirt. Na maandiko yatuambia kwamba Mungu alimpa Eva ama Hawa mavazi mazuri kama sketi, kama blausi, kama gauni, kama baibui, kama hijabu. Lakini kuna vazi ambalo Mungu aliwapa watu wake, na hili vazi lilikuwa zuri sana, na Adamu na Hawa waligundua kwamba hili vazi hawako nalo, ndio maana wakaenda kujificha. Sasa nataka nikwambia mwanadamu, nasikiliza na mpendwa nitazama, liko vazi zuri sana ambalo Mungu alikuwa amempa mwanadamu, amemvika mwanadamu toka siku anamuumba. Na mwanadamu yote aliyeumbwa na Mungu, Mungu amemvika vazi hili. Na vazi hili tunaona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3, lakini tunaliona katika kile kitabu cha Rumi sura ya 3 na ule mstari wa 23. Maandiko yanasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. Kwa hiyo tunajua kwamba wale watu walipotenda dhambi wakagundua ya kwamba hawana vazi, wako uchi, wako watupu. Mtu wa Mungu, vazi ambalo anakueletea ni vazi ambalo Mungu alikuwa amemvika mwanadamu, linaloitwa vazi la utukufu wa Bwana. Hili vazi ambalo Mungu alikuwa amemvika mwanadamu toka mwanzo, kuliko suti, kuliko shela, kuliko kanzo, kuliko baibui, kuliko sijui hijabu, kuliko suti, kuliko koti, kuliko sketi, kuliko blouse, lilikuwa vazi linaloitwa utukufu wa Bwana. Vazi ambalo lilikuwa ni uzuri wa Mungu. Mungu alifunika mwanadamu na utukufu wake. Mungu alifunika mwanadamu na uzuri wake. Mungu alifunika mwanadamu na uwepo wake. Mungu alifunika mwanadamu na tabia yake, sura na tabia yake. Mungu alifunika mwanadamu na mwangaza wake. Mavazi ya mwanadamu aliyapoteza baada ya kuanguka katika dhambi. Aliyapoteza toka kwenye bustani wa Edeni. Na ndio maana wanajitihada wakina Adamu na Hawa walipojikuta ya kwamba vazi wameliacha, vazi la utukufu wa Bwana, vazi la uwepo wa Bwana, vazi la uzuri wa Bwana, vazi la utakatifu, vazi lenye sura na tabia ya Mungu ndani yake, wameliacha. Maandiko yanasema Adamu na Hawa wakawa na jitihada za kutafuta mavazi ya kuasili. Walichukua majani ya miti, lakini hayakuweza kuyastiri. Walikimbia katikati ya bustani, lakini hawakuweza kustirika, mpaka Bwana alipowaita wakatengenezea, akachinja mwanakondoo na akafunika kwa vazi la ngozi,
Nataka niseme na wewe unanisikiliza, na wewe unanitazama, liko vazi ambalo Mungu alikuwa amekufunika nalo, amekustiri nalo mwanadamu, amekufunika nalo, lakini umelipoteza. Na Mungu anapokutazama halioni vazi. Ndio maana nakuona uko uchi, uko mtupu mbele za Bwana, huna vazi. Na anapotazama mwanadamu anaona umefunikwa na vazi lingine ambalo hajakufika, vazi la ushirikina, vazi la ulevi, vazi la kahaba, vazi la pombe, vazi la kuabudu sanamu, vazi la chuki, vazi la ufisadi, vazi la rushwa, vazi la mawazo mabaya juu ya watu. Mungu anakuita mwanadamu, anataka akustiri tena, anataka kurudishie tena vazi. Usiwe uchi, usiwe mtu, uvalishwe mavazi yenye kumpa Mungu tukufu.